Roho Mtakatifu anaweza kumfundisha za miaka 100, lakini usimalize kazi zake, kwa sababu Roho Mtakatifu ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Uwezi hata tunapofundisha habari za Roho Mtakatifu, tunafundisha tu kwa kupapasa, bado hatumfikii kumweleza kama alivyo, hatumfikii. Lakini kwa sehemu ndogo ambayo Roho Mtakatifu anatupa mwenyewe neema yake, tumseme kwa kiwango kile ambacho atataka, tunamshukuru. Ila tunakiri wazi kwamba hatuwezi kumsema Roho Mtakatifu kama alivyo, kwa kiwango chake, kwa uungu wake, kwa kimo chake, kwa mapana yake. Kama sisi wanadamu hatuwezi, lakini kwa neema yake atatujalia tuseme kwa sehemu kazi zake. Pigie Yesu makofi. Andika hivi maeneo matatu anayofanya kazi Roho Mtakatifu pamoja na wanadamu. Maeneo matatu anayofanya kazi Roho Mtakatifu pamoja na wanadamu. Maeneo matatu anayofanya kazi Roho Mtakatifu pamoja na wanadamu. Kwenye kitabu kile cha Yohana Mtakatifu mlango ule wa 14 na mstari wa 17. Yohana Mtakatifu mlango wa 14 mstari wa 17. Biblia inasema hivi: ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala hamtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Tuseme wote, maana anakaa kwenu, naye atakuwa kwenu, naye atakaa ndani yenu. Kwa tumepata maneno mawili ambayo yanamzungumza Roho Mtakatifu maeneo gani ambayo anaweza akawepo. Moja, atakuwa kwenu. 2, atakuwa ndani yenu. Lakini kabla sijarudi huko mwanzo, twende kitabu cha Matendo ya Mitume 1 ule mlango Matendo ya Mitume 1 mstari wa 1. Tusome kwanza, hapo ndo tutarudi msaada wake yeye mwenyewe Roho Mtakatifu tusaidie. Mstari ule wa 8, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Tumepata neno la pili pale, naye atawajilia juu yenu. Tuseme wote, juu yenu. Tumepata neno la kwanza ambalo linasema atakuwa kwenu. Ni kitabu cha Yohana 14:17. Tumepata neno la pili linalosema naye atakuwa ndani yenu. Yohana hiyo 14:17. Tumepata neno la tatu, naye atawajilia juu yenu. Juu yenu. Kila neno hili lina maana yake. Kila neno hili, atakuwa kwenu, atakuwa ndani yenu, atakuwa juu yenu, kila neno lina fafanuzi zake na kila neno lina maana yake. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana.